Ninakukaribisha sana. Ujumbe ambao tutaomba pamoja au tutaombea ni ujumbe wa kushughulika na upinzani. Neno linasema hivi, kichwa cha somo kinasema namna ya kushughulika na roho za upinzani juu yako. Namna ya kushughulika na roho za upinzani juu yako. Namna ya kushughulika na roho za upinzani juu yako. Swali la kwanza tunaweza kujiuliza, upinzani ni nini? Kitu chochote nikiwa nafundisha ili tupate utajiri wake wa kuelewa, huo mara nyingi napenda kuanza na definition, maana inakupa utajiri zaidi. Somo la wiki hii tutajifunza somo lina kichwa kinasema namna ya kushughulika na roho za upinzani juu yako. Nikasema tuanze kwa kuangalia upinzani ni nini. Maana ya upinzani ni hali ya kupinga, kutokubaliana au kuwa kinyume na jambo fulani au mtu fulani au mamlaka fulani. Upinzani maana yake ni hali ya kupinga au kutokubaliana au kuwa kinyume na jambo fulani, mtu fulani au mamlaka fulani. Hiyo ndio maana ya upinzani. Ni hali ya kupinga, kutokubaliana au kuwa kinyume. Lakini kuwa kinyume na nini? Kuwa kinyume na jambo fulani, hiyo ni A. B, kuwa kinyume na mtu fulani. C, kuwa kinyume na mamlaka fulani. Kwa hiyo upinzani unaweza ukawa kwenye muktadha wa jambo, au kwenye muktadha wa mtu na mtu, au kwenye muktadha wa kundi, au kwenye muktadha wa mamlaka fulani. Kwamba mtu anaweza kuwa mpinzani wa jambo fulani, au anaweza kuwa mpinzani na watu fulani au mtu fulani, au anaweza kuwa mpinzani wa mamlaka fulani. Kwa hiyo upinzani kwa ujumla ni hali ya kupinga na kutokubaliana na kuwa kinyume. Ndio maana ya upinzani. Ukisikia upinzani maana yake uko kinyume, au maana yake unapinga, au maana yake au kubaliani, kutokubaliana. Kwa hiyo tunaposema kushughulika, sasa hapo tutaangalia muktadha wa upinzani dhidi ya mtu. Maana yake ni watu wanaokupinga wewe, upinzani unaoinuliwa juu yako. Kwa hapo tumeingia katika muktadha wa kundi la watu au kundi la au mtu ambaye anayepingwa ni wewe. Kwa hiyo tunaposema namna ya kushughulika na roho ya upinzani juu yako, maana yake ni namna ya kushughulika na ile hali inayokupinga, ile hali inayogoma kukubaliana na wewe, au hali inayokuwa kinyume na wewe, ambayo inainuliwa katika ulimwengu wa roho. Ndio maana ya kushughulika na upinzani, kushughulika na roho za upinzani juu yako. Kumbuka tunashughulika na roho. Maana yake kila mmoja anayo roho ya upinzani ambayo iko kukurudisha nyuma, iko kukupinga, iko kuwa kinyume na wewe. Kila unapopanga mipango yako, unapohangaika kutaka kusogea, kuna upinzani, kuna roho ambayo inakurudisha nyuma, kuna roho ambayo inakuwa inakinzana na wewe. Kwa hiyo tunaomba kushughulika na hii roho ya upinzani. Tunaomba kushughulika na hii roho ya upinzani. Kwa hiyo muktadha wa somo tutakuwa tunashughulika na kila hali inayoinua upinzani juu, hali inayoinua kukupinga au kutokubaliana na wewe au kuwa kinyume na wewe, na nitafundisha kwa hatua kwa hatua, kwa pole pole, ili na hii tutakuwa tunaomba kila siku tuna kipengele cha kuomba. Kwa hiyo kwanza nimeanza na kukuambia maana ya upinzani. Kwa hiyo narudia tena, upinzani ni hali ya kupinga au kutokubaliana au kuwa kinyume na jambo fulani, mtu fulani au watu fulani, au mamlaka fulani. Kwa hiyo katika muktadha wa siasa kuna upinzani ambapo tunasema upinzani ni chama au watu wanaokosoa na kupinga sera za serikali yuko madarakani. Hapo ni upinzani katika siasa, hapo wanakosoa sera. Katika maisha ya kawaida upinzani unaweza kuwa msimamo wa mtu au kutokubaliana na wazo au mpango fulani. Kwa hiyo kwa ujumla
ukiongelea upinzani unaweza ukasema ni nguvu ya kuzuia au kuleta changamoto dhidi ya uelekeo au mwelekeo uliopo. Yani maana yake ni kwamba kuna mwelekeo fulani, kuna sera fulani, kuna jambo fulani, kuna mkakati fulani, kuna biashara fulani, kuna mradi fulani ambao umeandaliwa. Alafu upinzani kazi yake ni kuwa kinyume na ule mpango. Kwa hiyo napofafanua namna ya kushughulika, somo nimesema hivi, tuna somo linasema namna ya kushughulika na roho ya upinzani juu yako. Kwa hiyo tumeanza kuangalia upinzani ni nini. Tukasema upinzani ni hali ya kupinga au kutokubaliana au kuwa kinyume na jambo fulani, na mtu fulani au na mamlaka fulani. Kwa hiyo inaweza ikawa kwenye muktadha wa maeneo mengi. Nikasema katika siasa upinzani kinaweza kuwa ni chama kinachokosoa, yani ni ile chama kimoja kinakosoa sera ya chama kingine. Huo ni upinzani. Hiyo ni katika muktadha wa kisiasa. Katika muktadha wa maisha ya kawaida, upinzani unaweza kuwa msimamo wa mtu wa kutokubaliana na wazo au mipango fulani. Lakini pia nikasema upinzani ni kama nguvu ya kuzuia na kuleta changamoto dhidi ya mwelekeo uliopo. Kwa hiyo wewe una uelekeo fulani, una mipango fulani, una mikakati fulani, lakini kuna nguvu ambayo inakuwa iko kinyume na ule uelekeo uliopo, iko kinyume na ile mipango uliopanga. Lakini lazima ujue kwa nini unapata upinzani. Tumeshaongelea upinzani nini kwa ujumla. Ni hali ya kupinga, ni hali ya kutokubaliana au hali ya kuwa kinyume. Hiyo ni maana ya upinzani. Lakini swali la muhimu sana unatakiwa ujiulize, kwa nini unapata upinzani? Kwa nini kuna upinzani? Sasa hapo ndo tutaingia katika ulimwengu wa roho. Nitakufundisha kwa maandiko ili uweze kujua kwa nini una upinzani. Kwa sababu usipojua kwa nini unapata upinzani, unaweza usipate ushindi au ukawa ni mtu wa kulalamika na kunungunika. Lakini ukishajua kwa nini unapata upinzani, kwanza inakusaidia hata kufocus namna gani ya kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo swali nauliza, kwa nini unapata upinzani? Kwa nini unapata upinzani? Kwa nini kwako kuwe na upinzani? Kwa nini? Maana yake ni kwa nini kuna kuwa hali inaleta inayosimama kinyume na wewe? Kwa nini kuna hali inayokuzuia? Kwa nini? Kwa nini unapata upinzani? Mpaka tuweze kuombea. Tuangalie neno la Warumi sura ya 1 mstari wa 18. Warumi sura ya 1 mstari wa 18, alafu tutaangalia Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 8. Tuanze na Warumi 1:18. Kuna jambo tutapata hapo. Warumi 1:18. Neno linasema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Narudia, Warumi 1:18 nasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Neno nalolitaka hapo ni wapingao kweli kwa uovu. Shika hiyo, Warumi 1:18. Warumi 1:18. Shika hiyo. Alafu tena kwenye Timotheo wa 2 mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 8. Timotheo wa 2 3:8. Neno linasema hivi: na kama vile Yone na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Neno nilikuwa nataka uone, narudia tena, Timotheo wa 2 3:8, na yenyewe anasema kama Yone na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Kuna neno limejirudia hapo kwenye Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 8 na Warumi 1:18. Neno gani? Wanapingana na ile kweli, wapingao ukweli kwa uovu. Kwa hiyo nimesema nataka nikutazamishe muktadha wa kiroho. Kwa nini unapata upinzani? Upinzani unainuliwa kwa sababu wewe umeibeba kweli. Kweli ni ile kuamini katika Yesu. Kweli ya Mungu iliyo ndani yako ndio inasababisha upate upinzani. Upinzani hauko kwa sababu wewe una akili sana. Upinzani hauko kwa sababu wewe ni mrefu au ni mfupi. Upinzani hauko kwa sababu wewe ni mweupe au ni mweusi. Na ndio maana wengine warefu kama wewe au wafupi kama wewe au wanene kama wewe au wembamba kama wewe hawana upinzani. Na unaweza kuta wafanyi jambo kwa bidii kama wewe. Yaani wao hawana upinzani. Wewe una upinzani kwa sababu ya ile kweli ulioibeba ndani yako.
kweli ya Kristo iliyo ndani yako ndio inayokuletea upinzani. Maandiko yamefunua kwamba kinachopingwa ni ile kweli. Maandiko gani? Tumesoma Warumi 1:18, wapingao kweli kwa uovu. Tumesoma Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 8, kama Yone na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hao wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Kwa hiyo una upinzani mkubwa katika kila unalolifanya, ni kwa sababu ya ile kweli ya Kristo uliyoibeba ndani yako. Ndio wanakuinulia upinzani. Upinzani uko kwenye kila eneo la maisha yako. Wanakuinulia upinzani kwenye ndoa, wanakuinulia upinzani kwenye huduma, wanakuinulia upinzani kwenye utumishi, wanakuinulia upinzani kwenye ujenzi, wanainua upinzani ukitaka kuchukua hatua yoyote, wanakuinulia upinzani sijui kazini, wanakuinulia upinzani kwenye biashara, wanakuinulia upinzani kwenye familia, wanakuinulia upinzani kwenye ukoo. Kila upinzani unaoinuliwa juu yako sio kwa sababu kuna kitu umekosea, ni kwa sababu ya kweli ya Kristo uliyoibeba ndani yako. Hapo sehemu ya biashara watu hawana vita kama wewe, hawapati upinzani kama wewe. Ni kwa sababu gani? Hawajaibeba kweli ya Kristo ndani yako, ndani yao kama wewe ulivyoibeba. Kwa hiyo kinachofanywa vita sasa hivi nimekupa jibu, maana tulikuwa tunajibu swali la kwa nini unapata upinzani. Upinzani unainuliwa kwa sababu ya ile kweli uliyoibeba ndani yako. Na nikakwambia, nikikufafanulia, ukishajua, ukishapata upana wa kwa nini unafanywa vita, itakusaidia hata namna ya kukaa, namna ya kuenenda, hata namna ya kupambana. Kwa hiyo wanachopambana nacho, hawapambani na wewe specific, wanapambana na ile kweli uliyoibeba ndani yako. Na ndio vita inavyofanyika. Sio mimi nimesema, maandiko yamefunua. Wanaipinga ile kweli. Wapinzani wanapinga ile kweli. Kazi yao ni kuipinga ile kweli. Na ndio maana wanahangaika na wewe, na kuna wengine hawapati upinzani kama unaopata wewe. Wengine maisha yao yanakwenda tu kwa wepesi, ila wewe hauendi kwa wepesi. Kwa nini? Unapata sana upinzani. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ndani yako umeibeba kweli ya Kristo. Kinachoinua upinzani ni kweli ya Kristo iliyo ndani yako. Watu ambao hawajambeba Kristo, hawajabeba kweli ya Kristo, hawataki kuishi sawa sawa na kweli ya Kristo, hawana upinzani. Kama ni biashara zinaenda vizuri, kama ni sijui ni marafiki wanakuwa nao, kama ni kwenye jamii wana kibali kikubwa. Lakini wewe uliyebeba kweli ya Kristo, hata kama watu wana kibali na wewe, lakini kuruhusiwa kufanya lile jambo ambalo unatakiwa kulifanya kwa sababu limeibeba kweli ya Kristo. Na ulimwengu unajua, Mungu wa ulimwengu anajua ile kweli itawavuta watu wengi kwa Yesu. Ndio maana anakuletea upinzani, ili ile kweli isitengeneze ule ushuhuda ambao watu wakikutazama wakaona ule ushuhuda mkubwa, wataiamini ile kweli ulio nayo, na wao watamgeukia Kristo. Kwa hiyo nimesema tunashughulika na roho ya upinzani. Kwanza tujue kwa nini una upinzani. Una upinzani kwa sababu ya ile kweli uliyoibeba ndani yako. Kwa hiyo ulimwengu wa roho wa giza, Mungu wa ulimwengu anajua, ambaye ni Shetani, anaelewa kwamba wewe uliyoibeba kweli, ukifanya mambo yako kwa wepesi, utabeba ushuhuda mkubwa, na ule ushuhuda mkubwa utafanya watu wengi waiamini kweli iliyo ndani yako, na watu wengi wataokoka, na watu wengi wataponywa. Na ni kitu ambacho Shetani yeye hakitaki. Kwa hiyo unapitia upinzani mkubwa kwa sababu umeibeba kweli. Sababu kuna watu fulani huwa wanachoka kwenye hii vita. Kuna watu huwa wanasema why me? Kwa nini mimi? Mbona wengine wanaenda vizuri? Mbona fulani anasogea vizuri? Kwa nini mimi? Nimekosea wapi? Kwani kitu gani nimeshindwa? Hamna mahali umekosea. Vita ni kubwa kwako, upinzani mkubwa kwako kwa sababu umeibeba ile kweli. Tumesoma maandiko ya Warumi 1:18 na Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 8. Yametuonyesha kwamba wanaipinga kweli kwa uovu. Wanaopinga ukweli ni watu walioharibika akili zao na wamekataliwa na mambo ya imani. Na ndio maana unaweza kukuta wewe ukitaka kujua upinzani unakuja kwa sababu ya kile ulichobeba ndani. Tazama namna hii. Wakati haujaokoka, ulikuwa unaishi maisha ya ovyo sana, lakini ulikuwa unapendwa. Ulikuwa hauna upinzani. Biashara zinaenda vizuri, kama ni kazini unaenda vizuri, lakini mlevi, lakini zinaa, lakini maisha ya kiolela, unaenda tu mradi unaenda. Ulikuwa hauna upinzani. Yaani mambo yako yalikuwa yanaenda. Kama kuna watu wanakuchukia, lakini mambo yako yanafanikiwa, uelekeo wako unakwenda. Cheki saa ulipookoka, ulipoacha mambo ya ovyo, ulipoacha mambo ya dhambi, ndio saa hiyo upinzani umekuwa mkubwa. Watu ambao wako kwenye ufalme wa giza hawana upinzani, lakini wewe una upinzani. Kwa sababu gani? Unapingwa kwa sababu
umebeba kweli. Yesu alisema, Mungu, watu hawa sio hapa, lakini kwa jina lako nawaombea uwalinde. Usiwaondoe hapo ulimwenguni, lakini kwa jina lako nawaombea uwalinde. Kuna namna fulani ukishakuwa umeokoka, ukishakuwa umeibeba kweli ya Mungu, una muhuri fulani unakuwa nao, una utambulisho fulani unakuwa nao, unakuwa wewe ni watu tofauti na watu wengine. Kwa hiyo leo eneo la kwanza nimeanza nalo, kichwa cha somo kinasema namna ya kushughulika na roho ya upinzani iliyo juu yako. Tumeanza kwanza kuangalia maana ya upinzani, nimekupa tafsiri ya upinzani. Lakini tulivyotoka hapo tukaja kwenye eneo la pili, nikasema lazima ujue kwa nini unapata upinzani. Kwa nini unapata upinzani? Lakini nikasema somo hili la wiki hii tutakuwa natamani tuwe tunaomba kila siku. Tunapata nafasi ya kuomba, tutakuwa tuna pointi za kuombea kila siku. Kwa hiyo tumesema maana ya upinzani ni hali ya kupinga au kutokubaliana au kuwa kinyume na jambo fulani na mtu au mamlaka. Hiyo ndio maana ya upinzani. Ni kama nguvu au ni ile nguvu ya kuzuia au kuleta changamoto dhidi ya uelekeo uliopo. Hiyo ndio maana ya upinzani. Lakini tukasema lazima ujue kwa nini unapata upinzani. Tukasema unapata upinzani kwa sababu ya ile kweli uliyoibeba ndani yako. Tukaangalia neno la Warumi 1:18, nasema kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Lakini pia Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 8 nasema, na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa na mambo ya imani. Tukaona kwamba wanakupinga. Upinzani unakuja kwa sababu ya ile kweli. Wanachopinga sio wewe kwamba ni mrefu au ni mfupi, ni mweupe au ni mweusi, ni mnene au ni mwembamba, ni una kicheko au una huzuni. Ni hawapingi chochote cha nje, wanapinga kweli ulioibeba ndani. Unakuta hata kwenye familia unaona kuna mambo tu watu wanakuwa kinyume na wewe, kwenye ukoo, kwenye mtaa. Ni kwa sababu gani? Haujakosea mahali, haujakosea, ni kweli ulioibeba ndani yako. Na ile kweli inapingwa na uovu ulio ndani yao. Hata na wao wanaweza wasijue kwa nini wanakupinga, ila kilichokuwa ndani yao ndio kinaleta huo upinzani. Wanaipinga ile kweli iliyo ndani yako. Sasa kwa kawaida upinzani unakuwa una hatua kadhaa. Sasa tunataka niziorodheshe. Kuna hatua kama 5 hivi za upinzani. Kuna hatua kama 5. Nitakuwa naziorodhesha. Hatua moja tunaomba, hatua moja tunaomba. Na leo nataka nianze na hatua ya kwanza ya upinzani. Hii ni hatua ya kwanza kabisa ya upinzani ambayo kila mtu anakuwa anaanza nayo. Kwa hiyo unaweza kuta kuna mtu mwingine bila yeye kujua ndio yuko kwenye hatua ya kwanza, au mwingine amevuka. Hatua ya kwanza ya upinzani. Upinzani una hatua zake. Hatua ya kwanza ya upinzani ni ipi? Hatua ya kwanza ni kupelelezwa. Wanakupeleleza au wanatuma roho ya upelelezi. Hii ni hatua ya kwanza. Ulimwengu wa roho, kabla ya kuanza kukuinulia upinzani, kabla ya kuanza kukupinga, ni lazima wakutumie kwanza wapelelezi. Hatua ya kwanza ni kukupeleleza. Lazima wainue upelelezi. Hem, tuangalie maneno yafuatayo. Tuangalie kwenye Luka sura ya 20 mstari wa 20. Luka 20:20. Luka 20:20. Neno linasema hivi, wakamvizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki, ili wamnase maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Narudia tena. Luka 20 mstari wa 20. Neno linasema hivi, wakamvizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki, ili wamnase katika maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Walishaiona ana kweli ndani yake Bwana. Wamemtazama Yesu, wamemwona na ubiliana kweli. Lakini pamoja na kwamba wanampinga, pamoja na kwamba wana shida naye, pamoja na kwamba hawamtaki, lakini hawawezi kuanza vita na yeye moja kwa moja. Hawawezi kuja kumpinga moja kwa moja. Ni lazima wampeleleze kwanza. Kwa nini wanakupeleleza? Na namna wanavyokupeleleza tumeona hapa maandiko. Wanatuma mapandikizi. Yaani walituma watu waliojifanya kuwa wa haki. Wanatuma mapandikizi waliojifanya watu wa haki, wanaoingizwa kama wako pamoja na wewe, lakini wanakuja kukupeleleza, kukufuatilia. Kwa hiyo hatua ukishaibeba kweli,
sio kila atakayeambatana na wewe ni yuko pamoja na wewe. Wengine ni mapandikizi, maana yake wapelelezi. Lazima watume roho za kukupeleleza, roho ya kukupeleleza. Kwa nini wanakupeleleza? Kwa nini hao mapandikizi anakuja kupeleleza? Wanatafuta kukunasa katika chochote kitakachowapa haki na uhalali wa kukushtaki. Yesu alikuwa anamtafuta wamnase katika maneno yake, wapate kumpeleka kwa enzi na maliwali. Kwa hiyo hata na wewe ukishakuwa umeibeba kweli, wanatuma wapelelezi ndani yako, wanakaa na wewe ili waweze kupata haki na uhalali wa kukushtaki, wainue mashtaka juu yako. Mamlaka haziwezi kutenda kazi bila kuwa na mashtaka ya halali ya kukushikilia. Kwa hiyo umeibeba kweli, lakini ulimwengu wa roho hauwezi kuanza tu kuinua upinzani kama bado haujapata haki fulani, haujapata uhalali ya kuinua mashtaka juu yako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wanakutumia wapelelezi. Kwa mfano, ngoja nikwambie mfano tu kwa sisi watumishi. Mfano uliowahi kwa sisi watumishi. Wanaweza wakainuka watu, kila mtu kama mpendwa, kila mtu kama yuko pamoja na wewe kwenye huduma, kwenye nini, anakuja karibu, ananena kwa lugha, anashandarize, anafanya kama yuko pamoja na wewe, anafanya kama mnaenda kwa pamoja, unamwamini, unamweka kwenye saiko yako, unasema niko pamoja naye, ni mtumishi, lakini bila yeye kujua. Saa nyingine wengine wanajijua, wengine hawajijui. Kuna wengine lishatumiwa ni specific kabisa, wametoka kabisa kuzimu, baadaye walikuja wakasema, lakini wengine hawakusema, au wengine hawakujijua, ila roho zilizokuwa ndani yao bado zilikuwa zina operate kutoka upande wa pili. Kwa hiyo wakishakaa karibu na wewe, wanajua, wanaingia katikati, ama watajua udhaifu wako, ama watatafuta kitu gani ambacho wanaweza kainua mashtaka juu yako. Baada ya hapo, wakishakipata, roho zilizokuwa ndani yao zinaanza kuwasukuma, badala ya kusimama kuombea udhaifu waliouona kwako au kwa familia yako au kwenye huduma. Badala ya kusimama kuomba, wanachofanya wananyanyuka. Hiyo ndio inakuwa habari ya kwenda afaa yule mtumishi. Kama yeye mtumishi, mbona familia yake iko hivi na hivi? Kama yeye mtumishi, mbona huduma yake inatokea hivi na hivi? Afaa. Maana yake tayari ile roho ya upinzani imeinuka. Wao bila kujua, roho ya upinzani iliyokuwa imeelekezwa kwa mtumishi ilisukuma, ilikuwa iko nao, ilikuwa iko katikati yao, ilikuwa iko ndani yao. Wakawa ni mapandikizi yaliyotumwa kwa ajili ya kuja kupeleleza, ili kutafuta kitu ambacho watainua mashtaka katika ulimwengu wa roho ili waweze kukushtaki. Hiyo ni kwetu sisi watumishi tunapitia, lakini hata na wewe kwenye kila unachofanya, kuna kweli ambao umeibeba ndani. Kwenye biashara yako, sio kila anayekuja karibu ya wewe ni kwamba yuko pamoja na wewe. Sio kila mtu anayeingia kwenye saiko yako ni kwamba amekuja kwa kusudi la kimbingu tu. Hata wengine wamekuja kwa kusudi la kuzimu, wameinuliwa, wanafanya kama wako na wewe, wanafanya kama wako pamoja na wewe, lakini kumbe wako kinyume na wewe. Kumbe wamekuja kuchukua taarifa. Wengine wametumwa kabisa specific, wanajijua, wengine hawajijui, lakini roho zilizokuwa ndani yao na haziwezi kutenda kazi mpaka pale muda uliokusudiwa ndio unaanza kuona. Yaani kuna mtu unaweza ukashangaa anabadilika, unasema ni huyu kweli? Ndio sasa wewe usishughulike na mtu, ni roho iliyokuwa iko ndani yao. Kwa hiyo nimesema wanatuma wapelelezi kwanza. Hawawezi kukushambulia, hawawezi kuinua upinzani juu yako moja kwa moja. Ni lazima kwanza watume wapelelezi. Wapelelezi wanatafuta nini? Wanatafuta waweze kukunasa, wapate neno la haki la kukushtaki, wapate kitu cha uhalali wa kukushtaki, ili waende kuinua mashtaka kwenye vilinge vyao, kwenye vizimba vyao na kwenye madhabahu zao, ili waweze kusema bwana, tumepata kitu cha kumshtaki. Na hicho ndicho watakachokitumia kwa hatua inayofuatia. Sasa siisemi leo naishia na hatua ya kwanza. Nimesema kila siku nitakuwa nafundisha hatua moja moja. Leo tumesema tuna hatua ya kwanza ya upinzani, ambayo ni wanakuletea wapelelezi, wanakutumia wapelelezi. Tukaona kwenye Luka 20:20. Wanakuvizia, wanakutumia wapelelezi wanaojifanya kama ni watu wa haki, yani kama wako kwenye the same cause with you, yani kama wako pamoja na wewe, ili wakunase katika maneno yake, wapate kukutia katika enzi na mamlaka ya liwali. Na wewe wanatafuta wapate kitu cha kukuinulia mashtaka, wapate kitu cha kwenda kukushtaki kwenye vilinge, kwenye vizimba, kwenye madhabahu, ili waweze kukuinua waseme ufai, ili waweze kupata sababu ya kuinua upinzani juu yako, wapate sababu ya kuinua uzito juu yako.
Kwa hiyo ni hatua ya kwanza ya kutuma wapelelezi. Hem tuombe. Washa maiki tuombe. Nimesema somo hili tutakuwa tunaomba. Washa maiki tuombe. Sema, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya fadhili zako. Asante kwa ajili ya neema ya juma hili tena. Ninakuja mbele ya uso wako wewe Bwana Yesu. Ninaomba mafuta yako kwa ajili ya juma hili. Ninaomba nguvu kwa ajili ya wiki hii. Nguvu ya kuweza kupambana na ule upinzani katika ulimwengu wa roho. Kwa kuwa ninajua upinzani uko kwa kiwango kikubwa. Ulimwengu wa roho unaninulia upinzani kila hatua yangu. Nami ninaialika damu yako Bwana Yesu ininenee mema na kunipigania katika kila hatua ya upinzani iliyoinuliwa kwenye maisha yangu. Ninanyunyiza damu yako kwenye hatua ya kwanza. Hatua ya kuinua wapelelezi kwenye maisha yangu, wanaotafuta neno la kunishtaki. Ninanyunyiza damu ya Yesu juu ya hiyo hatua. Inawezekana bado hawajapata hilo neno, au inawezekana wapo ambao wamelipata hilo neno, wamelipeleka kwenye vilinge vyao, wamelipeleka kwenye madhabahu zao, wamepeleka kwenye vizimba vyao. Ninainua damu yako Bwana Yesu, ishughulike na hiyo roho ya upelelezi. Kila waliopenyezwa katika maisha yangu ili kukamata neno la kunishtaki, na kila mahali ambapo nimeshtakiwa kwa neno lolote, ninainua damu yako iliyokomelewa pale msalabani ilishughulika na hati zote za mashtaka. Ninapangua wapelelezi wote na mashtaka yote yaliyoinuliwa juu yangu. Nenda mbele za Mungu, ombea hiyo hatua. Tumia damu ya mwana kondoo kupangua kila upelelezi ulioinuliwa kwa ajili ya kuleta upinzani kwako, na kila neno lililoinuliwa katika ulimwengu wa roho. Omba hapo. Unashangaa kila unapotaka kupiga hatua unaanza kuinuliwa upinzani, maneno ni mengi. Kila unapotaka kusogea unaanza kushangaa unarudishwa nyuma, mashtaka yanakuwa mengi. Ni hizo roho za upelelezi. Tumia damu ya mwana kondoo, ondoa hao wapelelezi, ondoa nayo maneno yanayoinuliwa kwenye ulimwengu wa roho. Baba, katika jina la Yesu ninasimama pamoja na mtu huyu. Mungu, tumejua siri Bwana, kila mahali wanapopinga ile kweli iliyo ndani yetu, kitu cha kwanza wanachofanya ni kuinua roho ya upelelezi. Wanatuma wapelelezi ambao wanatafuta neno ili kuweza kuinua mashtaka kwenye enzi na kwenye mamlaka zao. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwanao aliye hai, ninanyunyiza damu ya mwana kondoo nikipangua hiyo roho ya upelelezi. Ninapangua hiyo roho ya upelelezi. Ninanyunyiza damu ya mwana kondoo, upelelezi ulioinuliwa. Kila wapelelezi wanaofuatilia hatua zetu, kila tunapotaka kupiga hatua, kila tunapotaka kufanya jambo jipya, kila tunapotaka kuzalisha kitu kipya, tunashangaa upinzani umeinuliwa. Kumbe ni kwa sababu kuna roho ya upelelezi ambayo inainua mashtaka, inainua kutushtaki kwamba tunataka kufanya jambo fulani. Kila tunapotaka kufanya jambo
ambao nimebeba ile kweli ambao litaharibu nguvu za giza. Vita inainuliwa ni kwa sababu ya upelelezi, ni kwa sababu ya wapelelezi ambao wanakuwa wametumwa kwa wakati kusabotage, kuharibu ile mipango. Saa hii Bwana, nanyunyiza damu ya mwana kondoo, ninaondoa roho zote za upelelezi, upelelezi ambao umetumwa kwa siri, iwe ni wadudu, iwe ni viumbe, iwe ni wanadamu. Kila upelelezi wa siri uliowekezwa kwenye maisha yangu, kila hatua yangu inayopelelezwa, wanaonipeleleza kwenye malango ya ndoto, wanaonipeleleza kwenye hatua za kila siku, wanaopeleleza kwenye biashara, wanaopeleleza kwenye huduma, wanaopeleleza kwenye mikakati na mipango, wanaopeleleza kwenye maongezi, kila mahali wanapeleleza, wanaiba siri kujua the next move. Kila anapotaka kufanya hatua, kila unapotaka kupiga hatua, wakiona ni hatua ambayo imebeba uharibifu kwao, wakiona ni hatua ambayo imebeba tishio kwao, wanakuharibia. Unashangaa unapata uzito, unashangaa unapata upinzani. Unajiuliza inakuwaje? Wanajuaje kwa nini kila ukitaka kufanya hatua iliyobeba ushindi katika ufalme wa Mungu unaanza kupata vita na upinzani? Ni kwa sababu ya zile roho za upelelezi zilizotumwa kati yako, zinazofuatilia unapanga nini, zinafuatilia uelekeo wako. Wakiona uelekeo umebeba tishio dhidi ya ufalme wa kuzimu, wanainua upinzani, wanainua uzito. Unashangaa kuna uzito, unashangaa unakataliwa. Ni kwa sababu ya hizo roho za upinzani, roho za upelelezi zinazotuma taarifa kwa wapinzani. Nyunyiza damu ya mwana kondoo, ondoa kila upinzani unaotafuta neno la kukushtaki kule kwenye madhabahu zao waliojitega. Kila upinzani uliotegeshwa, wametegesha upinzani wapi? Kila upinzani, kila upelelezi uliokaa, kila kona walioweka upelelezi wao, kila eneo waliokuwekea roho ya kukupeleleza. Wanakupeleleza asubuhi, wanakupeleleza mchana, wanakupeleleza usiku, wanakupeleleza jioni, wanakupeleleza kwenye ndoto, wanakupeleleza kwenye maombi, wanapeleleza mipango yako, kila mikakati ulioweka. Wakiona una mipango ambayo inaleta tishio kwa ufalme wa kuzimu, wanainua upinzani. Unajiuliza kwa nini kuna upinzani? Kwa nini kuna upinzani kwenye kila unapotaka kupiga hatua ya maendeleo, kila unapotaka kupiga hatua kwenye ufalme wa Mungu, kila unapotaka kusogea unaona upinzani mkubwa. Unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu ya hizo roho za upelelezi zilizotumwa, zinaiba siri. Wanachukua zile siri, wanazipeleka kwenye upande wa pili. Wanasema hili litaharibu ufalme wetu, hili litaharibu mipango. Ndio hapo wanakuinulia vita. Nyunyiza damu ya mwana kondoo, nyunyiza damu ya mwana kondoo kwenye kila upelelezi, roho zote za upelelezi, roho zote za upelelezi, iwe ni wadudu, iwe ni viumbe, iwe ni watu. Tumia damu ya mwana kondoo hapo. Omba. Hizo roho za upelelezi zimekaa kati yako, zinakupa uzito hata kuomba. Wamekuwekea hata roho za upelelezi, vile unavyonuia kuomba, vile unavyopania kuomba. Ukisema nataka niweke wiki ya kuomba, kufunga na kuomba, ile roho ya upelelezi inapeleka taarifa kule. Ikishapeleka taarifa, ghafla kuna jambo linainuliwa linalokubana. Wiki hiyo unashindwa kuomba, unapata uzito wa kuomba. Pambana na hiyo roho ya upelelezi, kataa hiyo roho ya upelelezi. Kila upelelezi unaoinuliwa juu yako, kila ukifanya mipango, ukisema napanga mipango ya kufanya biashara, napanga mipango ya kwenda kuongea na fulani kwa ajili ya jambo fulani ya nisapoti, unashangaa ile mipango uliyoongea inapeperushwa. Unashangaa ile mipango uliyoongea inaletewa uzito. Yule uliopanga kwenda kuongea naye anapata dharura, anapata ghafla, anashindwa kuongea na wewe, anasikia maneno mabaya kuhusu wewe, anasikia vita kuhusu wewe, anapishanishwa na wewe. Unashangaa ni kwa nini? Kumbe ni zile roho za upelelezi. Zile roho za upelelezi zilishajua unafanya next move ambayo itabeba uharibifu kwao, na ukweli uliobeba ndani yako, kweli ulioibeba ndani yako itapata kuchanua. Wanaweka upinzani. Shughulika na hiyo roho ya upelelezi, shughulika na hiyo roho ya upelelezi. Kila roho ya upelelezi inayoinua maneno magumu, inayotafuta kukushtaki usiku na mchana, inayotafuta kukushtaki usiku na mchana, ile roho ya upelelezi rabayanda rabaseke rianda rabakoria robokoria basaka rianda rabasai iko ndani yako. Na ndio maana hata ukiomba unasikia uzito saa hii. Hata kuomba, kushughulika na hiyo roho, unapewa uzito. Pambana omba. Ni hatua ya maombi muhimu sana hii. Hatua ya maombi muhimu sana hii. Kushughulika na hiyo roho ya upelelezi. Omba. Ndio hiyo na kuzuia hata kuomba. Kila unapotaka
unataka kuanza kuomba, unasikia unasukumia uzito wa kuomba. Kila unapofanya mipango, ukisema nitafanya 1 2 3, hivyo vitu havitimii. Ulimwengu wa roho wa giza unaleta upinzani, unaleta uzito juu yako, unaletewa mambo mengine. Omba kata hiyo roho ya upinzani, omba shughulika na hiyo roho ya upinzani. Riaba yandere basaka rapako, riandara baseke riandara basaka. Nami nakuombea hiyo roho ya upinzani inayowekwa juu yako, kwa sababu umeibeba kweli iliyobeba ushindi dhidi ya ufalme wa kuzimu. Wanakuinulia vita hapo kazini, wanakuinulia vita hapo kwenye biashara, wanakuinulia vita hapo kwenye kwaya, wanakuinulia vita hapo kwenye huduma, wanakuinulia vita hapo ulipokaa. Unainuliwa vita hata kwenye familia. Usiwachukie, sio hao, ni roho ya upinzani iko ndani yao, na kuna roho za upelelezi zimeingizwa kati yao. Saa nyingine ndugu zako, saa nyingine ni watu wa karibu, wanaongea mambo kuhusu wewe bila wao kujua. Kumbe ni hizo roho zinatumwa kutoa siri kwenye upande wa pili ili waweze kukushtaki. Wanakuinulia mashtaka, wanakuinulia mashtaka. Mipango yako yote haiendi, kila mipango unayopanga haiendi. Kwa nini haiendi? Ni kwa sababu kuna roho za upelelezi zinazopeleleza. Kila hatua unaofanya kwenye maisha yako inapelelezwa. Ikipelelezwa, ikionekana unataka kufanya hatua productive ambayo imebeba kweli ya Mungu, imebeba ushuhuda mkubwa, zile roho za upelelezi ikipeleka taarifa kule, wanafunga, wanazuia, wanatuma uzito. Tumia damu ya mwanakondoo kuondoa. Tayari nimeanza kuona hizo roho zinaanza kuondoka, kuna wepesi unaanza kutokea. Endelea kuomba. Riba yandereba sakaraka ko. Tumia damu ya mwanakondoo kuondoa huo upelelezi. Tumia damu ya mwanakondoo. Mimi sijui wamekupeleleza ndani kiasi gani. Wamechukua data zako, wamechukua taarifa zako, mipango yako yote wameshaichukua. Kila hatua unazotaka kwenda, wateja wako wote wanawajua. Wamekupeleleza mpaka wakajua wateja wako wako wapi. Wamekupeleleza mpaka wakajua faida utakaoipata iko wapi. Wametuma uharibifu. Ngoa hao wapelelezi, ngoa hao wapelelezi, kwa sababu usipoangoa, kila siku tutakuwa tunafanya maombi yale yale. Kila siku uharibifu utakuwa unakuja vile vile. Riba yanda rabasaka rakakoko robo yanderisa rindi riba sekeri yanda rabasaka. Ninangoa kila wapelelezi, ninangoa kila wapelelezi waliotumwa kufuatilia hatua za wana wa Mungu, waliotumwa kufuatilia hatua za wana wa Mungu kwenye uchumi, hatua za kiuchumi, hatua za kihuduma, hatua za kifamilia, hatua za maendeleo zilizowekewa roho ya upelelezi. Ninazingoa kwa damu ya mwanakondoo. Kila roho za upelelezi ninaziharibu kwa damu ya mwanakondoo zinazoinuliwa na wale wapinzani. Riba yanda rabasaka. Tunangoa wao wapelelezi, tunangoa wao upelelezi. Riba yanda rabaseke. Iwe ni wadudu, iwe ni simu, iwe ni roho za kipepo zilizopenyezwa mahali popote, iwe ni roho ziko ndani ya watu, iwe ni watu wa karibu, iwe ni watu wa mbali. Kila roho za upelelezi zilizojipenyeza kwa siri na zingoa kwa damu ya mwanakondoo. Zingolewe kwa damu ya Yesu. Tunangoa hizo roho, tunangoa hizo roho ambazo zinapeleleza hatua za wana wa Mungu ili kuleta upinzani, ili kuleta uzito. Rima ya ndere basai. Tunangoa hizo roho za upinzani. Endelea kuomba kwa dakika kidogo. Endelea kuomba kwa dakika kidogo. Endelea kuomba kwa dakika kidogo. Rapa ya ndere basai kerindiri kako. Riba ya ndara basaka rakakoko. Wanaleta upinzani. Wanajua ukifika kwenye ile potential Mungu aliyokuwekea, wewe ni tishio kwa ufalme wa giza. Wanajua kuna vitabu vimezuiwa, kuna seminars zimezuiwa, kuna mipango imezuiwa. Ni kwa sababu hizo roho za upelelezi zimekazi kaiba. Wakasema kuna vitu vikifanyika vitaharibu ufalme wa giza, vitaharibu ngome za kuzimu. Wakatuma roho za upelelezi, wanakupeleleza kila hatua ya maisha yako, wanakupeleleza kila mwendo wa maisha yako. Rabayanda rabaseke ribabadia babroza bandarabako rindi ribisiki rindi rikikiri andarabakoria. Tunangoa hizo roho za upelelezi. Unazingoa. Zingolewe popote zilipowekwa hizo roho za upelelezi, popote walipoficha. Ninatuma moto na radi kwa damu ya mwanakondoo. Ninatuma moto na radi. Roho za upelelezi, toka, achia maisha ya wana wa Mungu. Toka, achia maisha ya mtu huyu. Toka, achia huduma. Toka kila mahali ulipowekwa. Unaachia hatua zetu wana wa Mungu. Tunatoka, tunavuka kila mahali roho za upelelezi zilipowekwa, kufuatilia mawazo, kufuatilia fikra. Wanapeleleza unachowaza, wanapeleleza unachofikiri, wanapeleleza unachofikiri, kila unachowaza, kila mipango yako ile ambayo imebeba kweli ya Mungu, iliyobeba ushindi na utukufu wa Mungu na kubeba baraka zako. Kila mawazo wanayafuatilia. Ukitaka kuyatendea kazi hayo, vita inainuka, uharibifu unainuka, mazuio yanainuka. Ni roho za upelelezi zilizowekwa kwenye mawazo, zilizowekwa kwenye lango la ndoto, zilizowekwa kwenye moyo wako bila kujua. Zinakupeleleza. Hizo roho za upelelezi zilizoinuliwa na
upinzani tunazing'oa kwa damu ya mwanakondoo. Zing'oke kwa damu ya mwanakondoo. Zing'oke kwa damu ya mwanakondoo. Zing'oke kwa damu ya Yesu. Tunazing'oa kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaamuru zing'oke. Ninaamuru ziondoke. Ninaamuru ziondoke. Ninaamuru ziondoke katika jina la Yesu. Ninaamuru ziondoke. Ninaamuru ziondoke katika jina la Yesu. Ninaamuru ziondoke hizo roho za upelelezi zilizoinuliwa na wapinzani juu yako. Ninaamuru ziondoke katika damu ya mwanakondoo, katika damu ya Yesu. Ninaamuru ziondoke kila roho za upinzani zilizoinuliwa na hao wapelelezi, zilizoinuliwa na hao wapelelezi wanaokupeleleza, wapelelezi wanaokupeleleza. Naamuru zing'oke kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Kila roho za upelelezi zilizoinuliwa na hao wapinzani wanaoinua vita juu yako, zing'oke katika damu ya mwanakondoo kuanzia sasa. Na kutenga na hizo roho za upelelezi, na kutenga na roho za upelelezi, roho za upelelezi nazitenga. Kila zilipokuwa zimejificha naziweka wazi. Hazitajificha tena mbele ya uso wako. Roho za upelelezi zimulikwe, zimulikwe. Macho yako yafunuliwe, macho yako yafunuliwe. You stay vigilant. Utakaa vigilant. Utaziona hizo roho za upelelezi, utaziona hizo roho. Hazitafanikiwa kukusanya tena data kutoka kwako. Hazitafanikiwa tena kukusanya mawazo yako. Hazitafanikiwa tena. Kuanzia sasa na kung'oa wewe roho ya upelelezi. Toka, ondoka, achia maisha ya mtu huyu na kutenga wewe na roho zote za upelelezi. Hazitafanikiwa juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, katika damu ya mwanakondoo. Asante Bwana kwa ajili ya wema wako. Asante Bwana kwa ajili ya fadhili zako. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya wana wa Mungu. Damu ya Yesu ikanene mema. Kuanzia sasa hatua zako ziongozwe na Roho Mtakatifu. Kila palipo na roho ya upelelezi iliyotumwa na upinzani juu yako, ninaamuru ukapate kuona. Macho yako akae wazi wazi, masikio yako akapate kukaa wazi wazi. Roho Mtakatifu atakufunulia. Utashughulika na hiyo roho ya upelelezi. Hautaibiwa tena maono yako, hautaibiwa tena taarifa, hautaibiwa tena kwa njia ya upelelezi. Kuanzia sasa you stay vigilant. Mungu akupe kuona, Mungu akupe kuona, ili ule upelelezi ulioinuliwa na kuzimu usifanikiwe kuchukua hatua, usifanikiwe kuchukua maono na mipango ambayo umeipanga iende kufanyiwa vita huko kuzimu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya wema wako. Asante Bwana kwa ajili ya fadhili zako. Asante Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu nakushukuru, Baba yangu nakutukuza. Asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Nimesema wiki hii somo litakuwa tuna kipengele kuomba, kipengele kuomba. Kwa leo shughulika na hicho kipengele cha upinzani, wapelelezi. Kila aina ya upelelezi ulioinuliwa kwenye maisha yako, na Mungu awabariki sana. Mungu aendelee kuwabariki wale wote ambao mko pamoja na mimi kuniombea na kuombea huduma.